Hello, mambo vipi? Nipo kwenye programu ya Affinity hapa. Na moja ya kitu muhimu ambacho nataka nikuelekeza siku ya leo ni uwezo wa hii program kutengeneza QR code. I say, hii programu imekuwa tofauti sana kwenye upande huu. Mtu akiniambia anataka kutengeneza QR code, mimi nitamrecommend atumie programu ya Affinity. Kwa sababu kwanza inatumia advanced na new technology kwenye kutengeneza QR code. Hiko ndo kitu ambacho nimekipenda zaidi. Nikisema inatumia new technology ni kwamba kuna aina tofauti za data type ambazo zinakuruhusu wewe uwe na uwezo wa kuzitengenezea QR code. Mfano, nitakuja kuangalia mfano hapa. Kwa mfano hii nimetengeneza QR code yangu, lakini una uwezo wa kuweka taarifa mbalimbali au taarifa nyingi. Utachagua wewe unataka kuweka taarifa gani, lakini inakupa uwanja mpana wa kuchagua taarifa unazozitaka wewe. Mfano, ukija hapa kwenye data type au sehemu ambayo tunaitumia kuweka taarifa kwenye QR code. Mfano hapo unaweza ukachagua kwenye type, unaweza ukachagua text, unaweza ukachagua URL, maana yake mtu akiskani, maana yake moja kwa moja inampeleka kwenye website. Hapa unaweza ukaweka mawasiliano, mtu akiskani moja kwa moja anapiga simu. Hapa ni SMS. Mtu akiskani ana uwezo wa kutumia SMS moja kwa moja. Hapa ni email. Mtu akiskani ile QR code manake moja kwa moja inamruhusu aweze kutuma email. Hapa ni WhatsApp. Manake mtu anaposkani QR code moja kwa moja inampeleka kwenye uwanja wa WhatsApp yako. Sawa? Hii first type huwa tuitumii sana. First time hatuitumii sana. Location manake mtu akiskani QR code moja kwa moja inamuonyesha location yako au location ambayo imewekwa ndani ya QR code. Hapa kuna wifi. Manake mtu akiskani ile QR code moja kwa moja anakuwa connected na ile wifi, password ambazo zimewekwa mule au taarifa za wifi ambazo zinamruhusu mtu aweze kuwa connected kwenye hiyo network. Hapa kitu ambacho nimekipenda zaidi ni hii vCard. I say hiki kitu ni cha tofauti sana. vCard maana yake ni teknolojia ambayo inamruhusu mtu aweze kuskani QR code yako, aweze kusave namba yako. Maana yake akiskani tu moja kwa moja anakuwa amesave namba yako. Very automatic. Sina nielewa vizuri. Kwa hiyo unapotaka kutengeneza QR code, hapo unaweza kutumia taarifa yoyote unayotaka wewe uiweke kwenye QR code. Kwa hiyo utachagua moja kati ya hizi zote. Kwa hiyo nitaanza tena ili kuweza kukufundisha namna gani ya kuweza kutengeneza QR code. Nitaanza upya na hii nitafuta. Ili uweze kutengeneza QR code kwenye programu ya Affinity, utakuja kwenye shape tool. Utakuja kwenye tools zako huku kwenye mpangilio wa hizi tools, utakuja hii sehemu ya shape tools. Chini kabisa huku ndiyo kuna hiyo tool inaitwa QR code tool. Utabonyeza hapo. Ukishachagua QR code tool, utakuja kuchora kama unavyochora maumbo mengine. Utachora tu kawaida, utachora hivi. Unavyochora ndiyo QR code yako inakuwa hapo. Ukishamaliza kuchora hapa, utachukua mvutulu yako. Ukishamaliza kuchora hii QR code, maana yake sasa unakuja hapa juu sehemu ya data, kuja kuchagua data type ambayo unataka wewe uiembed kwenye ile QR code yako. Yaani taarifa ambayo mtu akiskani anakuwa anapata. Kwa utakuja kuchagua data type unayotaka wewe hapa, utakuja hapa, utabonyeza hapa juu sehemu ya data. Then kwenye type hapo utakuja kuchagua type unayotaka wewe. Mfano hapa baba mimi nachagua text. Nimechagua text. Nimekuja kuandika ujumbe wangu hapa. Nimeandika ujumbe wangu, karibu Brand Kidigitali. Sawa? Huu ni ujumbe tu, mtu akiskani anapata huu ujumbe. Au kama unataka ni WhatsApp, unakuja hapa kwenye WhatsApp. Maana yake hapa unaweza kaandika namba zako za simu. Labda utaanza na kodi ya nchi husika. Utaweka labda +255 6 876 808 11. Hapa unaweza kaweka ujumbe wa kwanza. Maana yake mtu akiskani inapompeleka kwenye WhatsApp moja kwa moja kuna huo ujumbe. Hapo unaweza kumwambia labda karibu labda Brand Kidigitali. Karibu Brand Kidigitali. Sawa? Kwa hiyo hapa maana yake inakuwa tayari umeshakamilisha. Sawa? Hapa nimekosea, kuna kitu ambacho kuna kodi ambayo haipo.
Yes, unaweza kaandika tu namba zako hapa. Ile kodi usiweke. Weka tu namba zako. Kodi usiweke. Kodi wanaisynchronize wenyewe, sawa? Usiweke kodi. Kwa hiyo utaandika tu namba zako zile kuanzia, utaacha 0, utaandika tu ile 6 inayofuata, utaachana na 0. Utaandika zile namba zinazofuata. Baada ya hapo utabonyeza okay. Ukishabonyeza hapo maana yake tayari umeshatengeneza QR code yako. Sawa? Umeshatengeneza QR code yako. Sasa kuna uwezekano kwamba labda ulikuwa unafanya kazi yako kwenye Adobe Photoshop huku. Ulikuwa unafanya kazi yako kwenye Adobe Photoshop. Sasa unataka kutumia QR code ambayo umetengeneza kwa kutumia programu ya Affinity. Hauna haja ya kusevu. Utakachokifanya, utakuja hapa kwenye hii QR code yako, utaiselect, alafu utabonyeza Control C. Ukishabonyeza Control C maana yake umeicopy. Utakuja kwenye programu yako ya Adobe Photoshop huku, utasema Control V, utapaste. Utakuwa tayari umesha paste hapa, kwa hiyo utakuja kuipunguza tu size. Utakuja kupunguza size hapa kama unaweza kuona. Very simple kabisa. Utakuja kupunguza tu size hivi. Hapo unakuwa tayari umeshatengeneza QR code yako kwenye programu ya Affinity, lakini umeicopy ukaja kuipaste kwenye kazi yako huku kwenye programu ya Adobe Photoshop. Utakuwa unaendelea kufanya kazi yako. Very simple kabisa. Wala hautoi jasho. Nafikiri utakuwa umeelewa. Asante sana, karibu tena next time. Bye bye.